Ni champion na karibu tena kwenye channel yako hii. Kama wewe umekuwa ni mfanyabiashara wa network marketing kwa kipindi cha miezi mitatu na zaidi lakini hauoni matokeo, basi video hii inakuhusu. Leo nitakwenda kukuelezea mbinu ya 5 inayotumiwa na watu waliofanikiwa zaidi katika biashara ya network marketing. Hasa wale ambao wameshinda safari, wameshinda magari, wameweza kuongeza mapato yao zaidi na zaidi. Ikiwa leo wewe ni mmoja katika watu wanaofanya kazi ama biashara, mbinu ambayo imetumiwa na wengi zaidi kuweza kuwatoa katika lenki moja na kuwapeleka katika lenki nyingine. Hata wewe usipuuze. Mbinu hii ni hivi. Mara nyingi watu waliokwisha kufanikiwa katika mtandao ama biashara ya mtandao wanatumia mbinu hii ya kujenga timu, si tu wanatafuta wanunuzi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba jenga timu imara, unganisha watu wengi katika biashara yako na sio tu kutafuta wanunuzi mitandaoni. Siku zote tunachoamini ama kuaminishwa ni kwamba fedha yako ama pesa yako ipo kwa mtu, lakini haimaanishi mpaka muuzie. Unaweza ukamshirikisha fursa mtu mwingine na yule mtu akafanya na zaidi kushirikisha wengine, basi wewe una uwezekano mkubwa wa kupata fedha kwa sababu ya mtu huyo. Kwa hiyo nini wanachokifanya? Mara nyingi watu waliofanikiwa huwa wanaanzisha Zoom meeting. Wanatoa elimu online na ni bure. Anawezekana akatengeneza mfumo wa Google, anaweza akatengeneza mfumo wa Zoom, anaweza akafanya kitu chochote ili kuweza kuunganisha watu wengi na kuwapa semina mara kwa mara kuhusiana na biashara. Lakini wengi sio wavivu, wanafanya semina na wanashiriki mafunzo ya semina, lakini wanafanya one-on-one presentation na pia wanafanya online presentation. Kwa sababu unapofanya hivi unashirikisha watu wengine, wanaamka katika usingizi waliokuwa nao, na inasaidia kuweza kupata watu wengi katika biashara yako ambao kwa kitaalamu huwa tunawaita downliners. Lakini je, mara nyingi huwa wanafanya kitu gani? Huwa wanashirikisha wasambazaji wapya kwa malengo kwamba inawezekana mbali na kuwaunga watu katika biashara, wale aliokuwa nao anawasaidia kuweza kutimiza malengo yao. Labda jiulize, wewe hapo ulipo timu yako ina watu wangapi? Katika timu yako hiyo, je, wote wanafanya kazi ama kuna mwingine anasuasua? Je, teleza ama kuna mahala amekwama? Au inawezekana kabisa amekata tamaa kwa sababu mtaani kuna maneno mengi yanayokatisha tamaa kuhusiana na biashara ya mtandao. Kwa mfano, timu yako ikiwa ina watu wote katika timu, ni lazima ahakikishe amefanya mauzo ya PV zisizopungua 200 katika mwezi. Kwa nini? Kwa kuambia hawa wa chini wafanye kazi. Maana yake ni kwamba wewe uliokuwa juu yao una uwezekano mkubwa wa kukua zaidi na wao wakakua zaidi, na ukawasaidia downliner wao nao kufanya manunuzi, lakini pia kushirikisha watu wengine. Mbinu hii ni mbinu ya siri kubwa mno, na ni mbinu ambayo watu wote waliofanikiwa ni lazima wapitie huko. Nini ambacho unapaswa kufanya katika mbinu hii? Tengeneza WhatsApp group zako wewe unakifanya, ya kile ambacho wewe unajifunza, ya kile wewe ambacho unasoma. Watumie vitabu ambavyo wewe unasoma, lakini lazima utoe motisha katika group yako ama katika watu wako. Je, hujawahi kuona mtu anakuambia katika mwezi huu mkifanya mauzo ya PV 500 nitawatoa out? Au katika mwezi huu mkifanya mauzo nitawapa laptop bag? Au mkifanya mauzo ya PV 800 au 2000 nitawapa kitu fulani? Hiyo ndiyo motisha inayotakiwa nawe uitoe katika timu yako. Nazojua kampuni nyingi huwa zinatoa motisha kwa watu wao ama distributor wao ambao wamefikia vigezo fulani. Lakini kwa nini wewe kama kiongozi usitoe motisha ili watu wako huko chini waendelee kufanya vizuri na kuwa na hali ama hamasa ya kuweza kufanya biashara wakiwa na hali ya amani? Lakini pia toa ushuhuda.
wa yale mauzo yao, ushuhuda pesa walizozipata. Hakuna kitu kizuri kama kuona pesa. Waambie timu yako wanapouza na faida inapopatikana, wapige hata picha wakiwa wameshika hiyo fedha. Kwa maana kwamba fedha huwa inavutika kwa kuiona. Ukiona fedha basi unavutika kufanya biashara, unavutika kuuza, unavutika kuwashauri wengine katika kufanya mauzo hayo. Lakini vile vile tumia maneno ya hekima na busara na timu yako hasa unapoongea. Kwa mfano, tupo pamoja hadi tufike safari ya Dubai. Tupo pamoja hadi tufike safari hiyo. Tupo pamoja mpaka tushinde magari. Tupo pamoja mpaka kieleweke. Hujai kuona kuna mtu anatengeneza kauli mbiu anasema dream with us? Au hujai kuona t-shirt zimeandikwa dream with us? Unadhani huyo mtu alikurupuka? Maana yake ametengeneza kauli mbiu ya moto ya kuamsha katika timu yako. Kwa hiyo hata wewe uweze kufanikiwa katika biashara ya network marketing, ni lazima uisimamie vema timu yako, na timu yako ijue mambo yafuatayo. Moja, ijue kuuza, kwa maana kwamba ijue bidhaa na kila bidhaa ijue kazi yake. Pili, nenda kaulize, kisha njoo usimamie timu yako. Na jambo la muhimu zaidi, tumia siku, wiki kupigia simu timu yako na kuwajulia hali na kusimamia malengo yao. Na mwisho kabisa, usiidharau simu ya downline wako hata kama ni saa 8 usiku. Anachoamini wewe unajua zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo ndugu yangu, hii mbinu ndiyo mbinu ya pekee zaidi. Ila nisikuambie kitu, mbinu namba 10 ndiyo mbinu bora zaidi kuliko mbinu hii. Usiondoke hapo, endelea kufuatilia mbinu inayofuata, itakusaidia.